Uwezi amini mzee wangu. Kwa hiyo wakati tuko pale mimi na mwanangu Sele tuna discuss tutafanyaje sasa. Manake tumepiga makolikoli ya Muuni. Muuni hapatikani. Na kama nilivyokuambia ilikuwa mida ya jioni. Jioni kwa watu huwezi jua unaingia wapi unatokea wapi. Kwa hiyo wakati tunajadiliana na mwanangu katika kuangalia hali gani tunaweza tukafanya ili tupate msaada. Tunatembea hatua kama 3. Tukaona washikaji wanacheza kamari. Kuna washikaji wengine walikuwa wanaongea lugha za kwao kule za South Africa. Kosa, wengine walikuwa wanaongea Kizulu na lugha vingine. Afrikaans. Lakini kuna some people pale walikuwa wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo sisi tukaona like bwana hii mbona poa. Yaani tukajikuta kama na sisi tuko kwetu yani kibongo manake tunasikia washikaji oya mwanangu hapa tumeibiwa ujue. Watoto mimi nawajua wanazingua yani inaonekana kama walikuwa wanacheza watu wa mataifa tofauti lakini ni washikaji. Ni desturi naona hapa kucheza kama. Kwa hiyo tulivyosogea mchizi mmoja akasanuka kwa sababu hao walikaa kwenye kiza huko sisi tunakotokea kwenye taa tukiwa tunasogea kuna kama vivuli. Kwa hiyo kuna mchizi mmoja akasanuka vipi unajua wamegeuka wakatuona sisi. Walioinuka kutufuata hawakuwa wabongo wenzetu. Nakumbuka aliinuka mshikaji mmoja ni Mzuru. Naona ana kipara. Amevaa mapileti yake kaja akawa anatuongelesha sasa. Unaona bwana? Ni vipi? Wa wapi? Unajua zile kwa Kizulu sasa. Sasa tunachungama tunawacheki tukaona sasa mwanangu hii style gani? Lakini kipindula anatuongelesha sisi tunarudi nyuma. Hatua chache tunahesabu kwa kurudi nyuma. Wale wengine wanakuja wanatuzunguka. Tukajikuta sisi sasa tuko kati. Tukamsikia mbongo mmoja anaongea. Bongo kabisa. Oya. Nye vipi mmeingia leo? Sisi kabidi ndo tukaona hili kama taji letu sasa. Kweli mwanangu sisi tumeingia leo. Lakini sisi tulikuwa na omboi wetu ambaye ilibidi aje kutupike hapa. Lakini kwa bahati mbaya hapatikani hewani. Sikilizeni. Joeni hivi. Kwa hiyo tukavutwa na watu kadhaa kama kwenye vichocho. Yaani kama unavyoona nilivyokuambia Msimbazi pale unajua ile unavutwa somewhere pembeni kidogo. Pembeni kidogo tulivovutwa. Basi sisi tuna trust mimi nalishika basket yangu vizuri. Nikasikia napigwa mbakati mwanangu. Pigo ngumi za kutosha mwanangu. Nalegea naenda chini mtu anazama mfukoni wangu unajua. Mtu anachukua basket nini. Kule namuona mwanangu na yeye ile mbio. Watu wanamuungia. Sasa mimi usalama wangu nikaona hapa nishapigika. Vitu vyote nishachukuliwa. Hawa majamaa mimi siwajua kina nani na siwawezi. Ngoja na mimi nitembee. Nitembee. Kwa hiyo katika kujitetea ile najivuta nini najivuta. Nilifika sehemu fulani kama kwenye daraja nakumbuka. Lakini kwa chini kulikuwa kuna mkondo wa maji ambao maji yake yanapita lakini kwenye hali fulani ya ubaridi taratibu. Ikabidi niende nishuke mpaka chini kule uwezi amini mboy. Nimekutana na watu yani ndo makazi yao kule unajua watu wamewasha moto nini. Yani kunaendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo nikaingia kule chini sikutaka tena shobo na mtu kutokana na picha ambayo nyuma yangu imefanyaje imetokea. Nikaona hapa ngoja niachane nao. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nikatafuta presi ili kusudi ajapo nijiegeshe. Na njaa brother unajua sijala. Sisi hatukujipanga kwenye kusafiri kwetu. Kwa hiyo hatakuwa na pesa ya kusema eti njiani sijui tutaweza kuafford sijui tununue mikate sijui uongo zambi. Mimi nakumbuka chakula cha mwisho nilikula niko Tunduma. Nilikula ugali sijui na samaki basi. Kwa hiyo paka that time si hatujala. Kwa hiyo niko pale nasema mwanangu Sela atatokea hapa atatokea hapa atatokea hapa atatokea pale. Huyo mwanangu sasa ambaye wakati mimi nimeingia uchochoroni nazinguliwa
yeye alivyoona ile situation ikabidi aunge. Kwao nikalala pale, lakini usingizi hauje. Unajua, unakumbuka Homeboy, inakuja picha ya mama pale, inakuja picha ya mzee, inakuja picha ya familia nini. Unaona hivi hiki kitu gani kimenisukuma mimi kuja huku rafiki yangu? Kweli mimi nimeacha kuishi maisha ambayo nilikuwa na uwezo saa 8 usiku natembea for free, sina wasiwasi wowote. Leo nakuja sehemu ya mtu ambayo nakuja kuanza moja kama kama mtoto mchanga alafu kinyonge zaidi. Ila unajua binadamu tuna mioyo miwili, wakati kuna moyo wa kukata tamaa unakuja, kuna moyo unakwambia wewe kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo nikakaza nikasema no, mimi naweza. Kwa hiyo nikalala pale mzee wangu, usingizi ukanipitia kwa muda kadhaa, nikahisi kama naguswa hivi. Yaani kama mtu ananiamsha. Wakati niko nafikiria hiyo swala, yani naota kama kuna mtu ananigusa na kulopuka hivi. Nasikia oni zile za gofu gari za kiaskari. Afu naona watu wanakimbia. Kwa hiyo sasa mimi sijui ile sehemu, unajua. Hata sehemu niliyotokea kusema nirudi sipakumbuki. Kwa hiyo kilichonisaidia mimi naweza kusema kwamba haya maisha ya kujichanganya na wauni nini. Na kuna picha baadhi nilikuwa nishapewa kama nilivyokuambia, maskani tulikuwa tunashinda na mablaza, walikuwa wanatupa picha sauzi ikoje. Kwa hiyo nilivyoona vile nikaona hii ndo partition huenda. Watu wanakamatwa sasa, warudishwe magerezani wapewe wao. Yani ndio kwanza umefika yani. Nikasema sio kweli. Kwa hiyo nilivyoona wengi wanapotelea nikasema huku na mimi ndo nachumba. Nikachumpu. Kiukweli ile njia ilikuwa na changamoto kwa sababu mimi nakumbuka nilivyozinguliwa walinivua raba, kila kitu walichukua, walinacha tu na jeans na t-shirt yangu basi. Kwa hiyo nilikuwa peku. Nilitembea umbali mrefu sana kukimbia. Lakini mwisho wa siku njaa na kila kitu kilisababisha nikalala sehemu ambayo yani unaona kama Msasani Sido kule, yani kwenye maeneo ya kuzalisha maguo. Nilikutana na sehemu kama viwanda vidogo hivi, ikabidi nijibanze yani nilale. Uwezi amini mule watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao kwa sababu ilikuwa usiku sawa. Lakini wenzetu nao kama Ulaya wanafanya kazi 24/7 kabisa. Kwa hiyo nikalala, lakini nalala mwili mzima una maumivu. Maisha kwangu nishakati ya tamaa, nishajiona kwamba mimi ni mtu wa kukosa tena. Kama nuksi fulani hivi. Brother, sikufichi niwe mkweli, nililia sana. Katika siku ambazo nakumbuka niliwahi kulia, basi hiyo siku nililia sana. Kwa sababu nililia, nilijibana, nilitoka na makamasi, lakini ilifika hatua ilibidi nitoe sauti. Nilipiga yowe kabisa, yani nililia mno. Nikasema Mungu ndo unayejua kama maisha yangu mimi ndo yataishia hapa South Africa, yatakuwa namna hii, wewe ndo unayejua Mungu wangu. Nikawa naombea tu pakuche papambazuke ili njaribu kuangalia nini naweza kufanya. It's sad sana bro, yani it's sad. Yani nikikumbuka ile siku mimi mwenyewe naumia sana bro. Unajua kuna maisha mtu unaishi. Unaweza ukawa na hasira afu hasira ikakata. Unaweza ukawa na njaa afu njaa ikafanyaje? Ikakata. Ndio maisha niliyopitia mimi. Yani kuna muda ulifika nilikuwa natamani kulala, lakini sikuweza kulala kwa sababu ya kama frustration yani msongo wa mawazo nini. Kitu kama hicho. Yani akili haiko sawa, yani nikifikiria nini kimeleta huko, yani nikakulala sitamani. Njaa ile nikajikuta automatically imepotea. Nikaona ngoja ni relax tu ni chill. Lakini mwisho siku ni ile kama unahisi kwamba labda nimekurupuka nini kutoka Bongo nimekuja tu. Ingawa ulikuwa na trusted ya kuna mtu kwamba unaelewa ile. Kwa hiyo mwisho siku baada ya majanga unaona imekuaje? Na ukweli na kikubwa zaidi kilichokuwa kinanipeleka kwenye hizo fikra unazosema ni baada ya ile simu kutokufanya kupokelewa. Alafu
nilijisi kama mtu mmoja mwenye nuksi, kwa sababu nakumbuka hata wakati niko East Africa kabla sijafika kule, mama aliwahi kuniambia ukishindwa kuishi Bongo hauwezi kuishi sehemu nyingine. Lakini mimi nikawa najipa hope, naondoka Kabulu na 20 and above.